بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ndugu zangu katika iman, ndugu wasikilizaji wa chaneli yetu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, naomba niwasalimu kwa salamu ya Kiislamu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo ndugu wasikilizaji, tutaendelea katika mwendelezo wa tafsiri ya juzu ya amma, na leo tutakuwa na suratul Ikhlas. Sura hii imeteremshwa Makka na ina aya 4 tu. Ni sura ya 112 katika mpangilio wa sura za msahafu. Imeitwa Al-Ikhlas kutokana na dhana na maudhui ya sura yenyewe. Al-Ikhlas ni neno la Kiarabu lenye maana ya utakaso au kusafisha. Sura hii inataja sifa za Allah ambazo zinamtakasa na kumweka katika uhalisia wake wa kutofanana na yeyote. Maudhui ya sura hii ni kwamba inatangaza itikadi ya Muislamu juu ya wasifu wa muumba wake. Mungu wa Muislamu ni Allah, ni mmoja wa pekee, hana baba, hana mama wala mtoto. Yeye tu ndiye mtatuaji wa shida za watu na hafanani na kitu chochote. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Allah mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Qul huwa Allahu ahad, sema yeye Allah ni wa pekee. Allahu samad, Allah ndiye tu mkusudiwa, yani katika kuabudiwa, kutegemewa na kutatua shida za watu. Lam yalid wa lam yulad, hakuzaa na hakuzaliwa. Walam yakul lahu kufuwan ahad, na hakuna yeyote wa mfano wake. Katika kufafanua aya hizi, Allah anamwagiza, anamuamuru na kumwelekeza mtume wake Muhammad, Allah amshushie rehema na amani, atangaze namna alivyo Mungu anayemhubiri na ambaye watu wanatakiwa kumwabudu. Mungu huyu si mwingine, ni Allah, ni mmoja tu, ni wa pekee katika dhati yake na wa pekee katika sifa zake. Ni mkamilifu kiasi kwamba yeye tu ndiyo mwenye haki watu walazimike na wawajibike kuelekea kwake kwa kumwabudu, kumtegemea na kumuomba kutatua shida zao. Ni mkamilifu kiasi kwamba hakuna yeyote mwenye sifa zake au sifa kama za kwake au mwenye kufanana naye. Allah ni mmoja na wa pekee katika kuumba. Hakuna yeyote badala ya yeye au pamoja na yeye anayeumba na kutoa riziki, kama anavyotufahamisha Allah subhanahu wa ta'ala katika sura ya 35, sura Fatir aya ya 3. Anasema, enyi watu, kumbukeni neema za Allah kwenu. Je, kuna muumba yoyote mwingine asiyekuwa Allah na kupeni riziki? Allah ni mmoja na wa pekee katika kustahiki kuabudiwa na kutegemewa katika kutatua shida za watu. Hakuna yoyote badala ya yeye au pamoja na yeye mwenye haki ya kuabudiwa, kukimbiliwa, kutegemewa na kuomba msaada na kutatua shida za watu. Allah anatuambia katika sura ya 27, Suratul Namli aya ya 62, anasema, je, kuna Mungu mwingine wa kweli? Au Mungu wa kweli ni Allah
ambaye anamjibu mwenye shida akimuomba na anatatua shida zote. Hivi kuna mwenye haki ya kuabudiwa pamoja na Allah? Allah ni mmoja wa pekee katika dhati yake. Hana mtoto, hana baba wala mama, hakuzaa na hakuzaliwa. Kwa hakika kabisa Allah anatufahamisha katika sura ya 5 Al-Maida aya ya 73, anatufahamisha kwa hakika kabisa wamekufuru wale waliosema kuwa Allah ni Mungu watatu kati ya miungu watatu, yani Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na ilivyo ni kwamba hakuna Mungu yoyote mwenye haki ya kuabudiwa isipokuwa muabudiwa mmoja tu, ambaye ni Allah. Na kama yani makafiri hawatakoma na kuacha kusema hayo wanayosema ya kwamba Mungu ni watatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, basi kwa hakika kabisa itawashika wale waliokufuru miongoni mwao adhabu iumizayo sana. Mwisho wa aya. Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja na wa pekee katika utendaji wake na katika sifa zake, kama alivyotuambia katika aya 4 ya sura Al-Ikhlas, na hakuna yoyote mwenye mfano wake, na hakuna yoyote badala yake au pamoja na yeye anayefanana kama yeye au mwenye sifa zake, kama anavyotuambia katika sura ya 42 Ash-Shura aya ya 11. Anatuambia Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna chochote kama mfano wake, na yeye Allah ndiyo tu mwenye kusikia, mwenye kuona. Sura imekuja ili kuweka wazi itikadi hii. Hizi ndizo sifa za Allah. Haya ndiyo Muislamu anatakiwa kuyakubali, kuyaamini na kuyafanyia kazi katika maisha yake. Sura hii pamoja na uchache wa aya zake, lakini ina uzito mkubwa katika maisha ya Muislamu. Kwa nini? Kwa sababu ni dira na mwongozo muhimu sana katika maisha yake. Ni sura ambayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameipa sifa kwamba inalingana na theluthi ya Qur'ani. Aidha, mtume alikuwa akiisoma sura hii katika maeneo mengi. Miongoni mwa maeneo hayo ni haya yafuatayo. Eneo la kwanza alikuwa anaisoma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika rakaa ya pili katika swala ya sunna ya kabla ya kuswali swala ya alfajr, baada ya kusoma sura al-Fatiha. Pia alikuwa anaisoma katika rakaa ya pili katika swala ya sunna baada ya kuswali swala ya magharibi, baada ya kusoma sura al-Fatiha. Pia alikuwa anaisoma rakaa ya mwisho katika swala ya sunna ya witri baada ya kusoma sura al-Fatiha. Pia alikuwa anaisoma katika rakaa ya pili ya swala ya sunna baada ya kutufu katika ibada ya hija baada ya kusoma sura al-Fatiha. Pia alikuwa anaisoma wakati wa kulala sura hii pamoja na sura 2 zilizokuja baada yake, sura al-Falaq ya 113 na sura an-Nas ya 114. Mtume alikuwa akiviweka pamoja viganja vya mikono yake kama mtu anavyoomba dua, kisha anavipulizia chembe chembe na mate kwa mdomo wake, na halafu anajipangusa kwa viganja hivyo sehemu za mwili wake atakazoweza kuzifikia. Anafanya hivyo mara 3. Lakini pia alikuwa anaisoma baada ya swala za faradh. Mtume alikuwa akisoma sura hii pamoja na sura al-Falaq na surati an-Nas, akiswali alfajiri, adhuhuri, alasiri, maghrib na isha. Alikuwa akirudia kuzisoma mara 3. Lakini pia alikuwa akiisoma asubuhi na jioni kama kinga dhidi ya shari za aina mbalimbali. Ni mafunzo gani ambayo tunayapata katika suratul Ikhlas? Sura inatufundisha
kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mwenye haki ya kuabudiwa, ni mmoja tu na wa pekee ambaye ni Allah. Sura inafundisha kuwa Allah pekee ndiyo mwenye haki ya kuabudiwa, kutegemewa na kuombwa msaada. Inatufundisha pia kuwa Allah katika dhati yake ni mmoja na wa pekee, hana mtoto, hana baba wala mama. Pia inatufundisha kuwa Allah ni wa kipekee katika utendaji wake na katika sifa zake. Hakuna anayefanana naye kwa namna yoyote. Kwa mafunzo hayo, tunaamini kwamba tumejifunza mengi na kuijua nafasi ya Suratul Ikhlas katika maisha ya Muislamu. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.